Jua linachomoza juu ya mto Nile. Siku mpya inaanza katika mojawapo ya ustaarabu wa zamani zaidi duniani. Nchi ya piramidi kubwa, mahekalu matakatifu, mafarao wenye nguvu na watu wa kawaida waliokuwa wakiishi maisha ya ajabu karibu katika Misri ya kale. Kwa zaidi ya miaka 3,000 kuanzia takribani mwaka 3100 kabla ya wakati wa kawaida hadi mwaka 30 kabla ya wakati wa kawaida, Misri ya kale ilizaa ustaarabu mmoja wa kuvutia zaidi katika historia ya binadamu. Lakini maisha yalikuwa vipi kwa watu waliokuwa wakiishi kando ya mto Nile? Katika video hii, tutachunguza maisha ya kila siku katika Misri ya kale, kuanzia chakula walichokula, kazi walizofanya, hadi nyumba walizoishi, imani zao na hata mitindo yao ya mavazi. Iwe ulikuwa mkulima, kuhani au farao, maisha ya Misri yaliongozwa kwa kiasi kikubwa na asili, dini na mila. Maisha yaliuzunguka mto Nile. Ulikuwa ukifurika kwa msimu maalum, ukirutubisha udongo na kufanya kilimo kuwa rahisi. Wakulima walikuwa wakilima ngano, shayiri, kitani na mafunjo. Jamii ya Wamisri ilikuwa na mfumo maalum wa kijamii. Chini kabisa walikuwepo wakulima na vibarua. Juu yao walikuwa mafundi, wajenzi na wafanyabiashara. Halafu walikuwepo waandishi, makuhani na masharifu. Na juu ya wote alikuwa farao. Wamisri wengi walikuwa wakiamka alfajiri, wakifanya kazi kwa muda mrefu mashambani au kwenye karakana, na kula milo rahisi ya mkate, vitunguu na bia. Kwa upande mwingine, masharifu walifurahia divai, nyama na muziki katika nyumba kubwa zenye baraza na bustani. Nyumba zilijengwa kwa matofali ya udongo na mara nyingi zilikuwa na paa tambarare. Maskini waliishi katika nyumba ndogo zenye msongamano. Matajiri walimiliki nyumba kubwa zenye kuta zilizopakwa rangi na bustani za faragha. Mkate ulikuwa chakula kikuu. Wamisri walikuwa wakioka mikate kwenye majiko ya udongo. Walitengeneza bia ambayo mara nyingi ilikuwa nzito na yenye virutubisho. Samaki na mboga mboga vilikuwa ni vyakula vya kawaida, wakati nyama ilihifadhiwa kwa ajili ya matajiri au sherehe. Familia ilikuwa ni kitu muhimu sana. Ndoa nyingi zilikuwa za mke mmoja na watoto walipendwa sana. Wavulana walijifunza kazi kutoka kwa baba zao, huku wasichana wakiwasaidia mama zao kazi za nyumbani. Mavazi yalikuwa rahisi lakini yenye mvuto. Nguo za kitani zilizofaa kwa joto la jangwani. Wanaume walivaa nguo fupi za kiunoni, wanawake walivaa magauni marefu. Wote, wanaume na wanawake, walitumia vipodozi, wino mweusi machoni, rangi nyekundu midomoni na mashavuni. Usafi wa mwili ulikuwa muhimu sana. Wamisri walikuwa wakioga kila siku na kutumia mafuta yenye harufu nzuri kulainisha ngozi na kujipaka manukato. Dini ilikuwa uti wa mgongo wa jamii ya Wamisri. Waliamini katika mfumo tata wa miungu waliotawala kila kipengele cha maisha, kuanzia kuchomoza kwa jua hadi ukulima wa mazao. Maisha baada ya kifo yalionekana kama mwendelezo wa maisha ya hapa duniani.
Wamisri walihifadhi miili kwa kuitia mumiani, wakiamini kuwa nafsi Ka na Ba ilikuwa na haja ya miili ili kuendelea kuishi milele. Makaburi yao yalijazwa bidhaa, chakula na maneno ya uchawi ili kuiongoza nafsi katika safari yake. Wamisri wa kale walikuwa wajenzi hodari. Piramidi kuu ya Giza iliyojengwa takribani mwaka 2560 kabla ya wakati wa kawaida bado inasimama hadi leo, ikiwa ni mmojawapo ya maajabu 7 ya dunia ya kale yaliyosalia. Pia walivumbua maandishi, kalenda ya siku 365 na mbinu za matibabu. Walifanya upasuaji na walielewa anatomia, nyota na hesabu kwa kiwango cha ajabu. Elimu ilitolewa hasa kwa wavulana kutoka familia za hali ya juu. Waandishi waliheshimika sana. Waliandika sheria, walitunza kumbukumbu za mavuno na maagizo ya kifalme. Uandishi ulihifadhi tamaduni zao na kuruhusu urithi wao kuishi kwa maelfu ya miaka. Ingawa ustaarabu huo uliangukia mikononi mwa Warumi mwaka 30 kabla ya wakati wa kawaida, athari zake bado zipo. Kuanzia tiba hadi usanifu wa majengo, kutoka dini hadi lugha, dunia bado ina urithi wa Misri ya kale. Piramidi ziko kimya sasa, lakini hadithi za watu waliokuwa wakiishi, wakifanya kazi na kuota ndoto ndani yake bado zinaeleza mengi.